Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Ninamshukuru Mungu kwa kuniwezesha leo kuwa tena mbele yenu, tujadiliane, tusemezane, tusungumze, lakini pia tushukuru pamoja kwamba siku ya jana ilikuwa ni siku ya kusherekea kuzaliwa kwa Yesu, na ilikuwa ni siku ya baraka, ilikuwa ni siku ya pekee, ilikuwa ni siku ya utukufu wa Mungu. Nashukuru Mungu kwa ajili hiyo, lakini nikupe hongera wewe ambaye umechaguliwa na Bwana. Mungu akubariki sana. Lakini jana tumekuwa na mjadala kwa habari ya kuzaliwa kwa Yesu. Tumekuwa na mjadala kwa habari ya kuzaliwa kwa Yesu. Kuna swali linasema kwamba kwa nini Yesu azaliwe kwenye hori la ng'ombe? Na tulipokuwa na hayo maswali na tuliendelea kuyafuatilia kibiblia, na Mungu anatoa majibu kwa nini, na Biblia inatoa majibu kwa nini Yesu azaliwe katika hori la kulia ng'ombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanza tu itambulike au ijulikane kwamba hakuzaliwa tu kwenye hori la ng'ombe, alizaliwa kwenye hori la kulia ng'ombe. Maana yake Yesu alizaliwa kwenye eneo la malisho ya ng'ombe, kwenye eneo la malisho ya ng'ombe. Na kama alizaliwa kwenye eneo la malisho ya ng'ombe, kwa nini asizaliwe kwenye eneo wanapolala tu ng'ombe na kujisaidia? Ni kwa sababu ilionekana mahali ambapo ni sahihi pa mfalme kuzaliwa au mwana wa Mungu kuzaliwa, palionekana ni kwenye malisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa nini iwe kwenye malisho? Ilikuwa kwenye malisho kwa sababu Yesu ni chakula cha uzima. Yesu ni chakula cha uzima. Na hilo andiko linapatikana katika kile kitabu cha Yohana 6:35. Anasema Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima. Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima. Na kwa sababu Yesu alikuwa chakula cha uzima, ilimpasa azaliwe kwenye eneo la kulia chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa swali lingine linakuja kwamba kwa nini iwe tu kwenye eneo, au kwa nini tu azaliwe kwenye eneo la kulia chakula cha mifugo au cha ng'ombe, asizaliwe kwenye eneo la kulia wageni au la kulia watu, azaliwe kwenye eneo tu la kulia mifugo au ng'ombe? Na tunaona kwenye Biblia ikijibu kwamba kwenye kitabu kile cha Yohana 10 mstari ule wa 11 anasema ya kwamba mimi ndimi mchungaji mwema. Mimi ndimi mchungaji mwema. Na kama Yesu ni mchungaji mwema, mchungaji au mchungi anayechunga lazima azaliwe, lazima mchungi anayechunga lazima hawe kwenye area ya wale kondoo au ya wale mifugo anaowachunga. Na ili kudhihirisha sasa kwamba aliyezaliwa ni mchungaji, lazima aje kwenye eneo la mifugo, au ni mfano ulionyeshwa kwa habari ya ili kudhihirisha uchungaji wake, lazima haje kwa namna ya kuzaliwa kwenye mazingira ya mifugo, iwe katika hali ya kibinadamu, iwe halisia, lakini katika hali ya kiroho, kwa wale wanayejua kufuatilia wataielewa zaidi. Kwa sababu Yesu alikuwa ni mchungaji mwema, ndio maana alizaliwa mahali ambapo ni pakulia ng'ombe. Ndio maana alizaliwa mahali ambapo ni pakulia ng'ombe. Kwa sababu Yesu ni chakula cha uzima, ndio maana alizaliwa mahali pakulia chakula. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaamini sasa kwamba kuna mtu amenielewa kwa nini Yesu azaliwe kwenye hori la ng'ombe. Ni kwa sababu yeye ni chakula cha uzima. Ni kwa sababu yeye
ni mchungaji mwema. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya ni majibu ambaye yanaeleweka na yako wazi kabisa, na kama unaweza kujibu na wewe kwa namna yako unaijua, lakini ambaye tatuletea na maandiko, tutashukuru sana, kwa sababu tuko kwenye mchanganuo. Tunatamani kuendelea kujifunza, kwa sababu kila mtu ana neema yake, kila mtu ana vile Mungu amemwezesha kulipambanua au kulielewa neno. Na kama unalola zaidi, unaweza na wewe ukasema kitu. Mungu akubariki sana, Mungu akutunze na ubarikiwe na ukabarikike kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Wote tuseme amen.